Amina.
Kaiwa
pokea sifa. Baba tunakupenda, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Hakuna Mungu kama wewe, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Unainua sauti zetu, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea Shika mkono wa jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu shika mkono wake. Alafu umwangalie usoni, umuulize, kwa nini wewe hautoagi jasho? Haleluya. Amen. Umeshika jirani yako mkono. Umemwangalia usoni. Hebu kama hajatoa jasho muulize, unakunywaga uji wa muhogo unatoa wapi wewe? Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuna mwenye unaona amesoe, tumwambie umejaribu. Haleluya. Unajua hata tangu tuanze kuimba hakuna mtu amejua jirani yake anaitwa nani. Anaweza kuwa hata ndio mchawi mkubwa kwako na haujui. Hebu muulize kwanza unaitwa nani? Na umuulize ametoka wapi. Haleluya. Halafu salimia mwingine upande wa kushoto na kulia, mwambie leo uko smart sana. Amen.
Na kama kuna mtu unaona hana tabasamu, muulize kwani ulikula ndimu wapi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tu nyinyi ambao mko hivyo, kujeni tu hapa karibu kwa sababu mmeamua kufanya ibada. Kujeni hapa karibu. Tunapoenda kumwabudu Bwana. Kujeni tusogeeni tu karibu na waomba kwa upendo wa Kristo. Na wale ambao wako kule kwenye zile hema, kama unaweza ukatujoin hapa ili Mungu atubariki kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umesalimiana na mtu, umejua anaitwa nani? Halafu mwambie tuko hapa leo na kesho. Haleluya. Nataka mkuje ona kwa sababu tuko sasa hivi tuko live kwenye coverage yetu ya TV zetu. Kwa hiyo nataka mje hapa kwenye mwangaza. Mje hapa kwenye mwangaza ili muonekane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Karibia tu, usiogope. Usiogope, karibia tu. Tunakupenda, karibia tu. Karibia tu. Karibia tu ili tupate kuwa na time nzuri ya coverage zetu. Umeambia tuko hapa leo na kesho? Umemwambia tuko hapa leo na kesho? Haya, nitawaambia baadaye mahali ambapo tutakuwa kanisani kesho, alafu kama utaweza unatujoin, si ndio? Sawa sawa. Sasa salimia mtu, mwambie tunaenda kuabudu tu. Inua mikono yako juu.
wastahili kuabudiwa. Wastahili Yesu, Bwana wastahili utukufu na sifa yako wa kuabudiwa. Mungu mwenye nguvu, Mfalme mkuu juu ya falme, tunakuabudu. Paza sauti yako, mwambie Bwana na kuabudu kwa kuwa umestahili. Wewe ni Mungu wangu, wewe ndiwe Mungu wetu, wewe ndiwe Mungu wetu. Umestahili kuabudiwa, wastahili ewe Yesu. Umestahili kuabudiwa, umestahili Bwana wa mabwana, abudiwa. Wastahili ewe Yesu, umestahili Bwana Yesu. Hakuna kama wewe, wewe wa milele, wewe Yesu. Wewe ni Bwana wa milele, Yesu umestahili. Wewe ni Mungu mwenye rehema, tunakuabudu, sitamwona kama wewe, mwenye nguvu namna hii. Hakuna Mungu kama wewe, mwenye nguvu namna hii. Hakuna kama wewe, mwenye nguvu namna hii. Hakuna Mungu kama wewe, mwenye nguvu namna hii. Wastahili Bwana, wastahili kuabudiwa, wastahili Bwana Yesu, wastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, wastahili Bwana, wastahili Yes.
gate come na huyu anaenda arudi kidogo. Hata wale wa kusaidia nyingine kwenye gate. Just come closer. Leo ni siku nzuri kwetu. Kama tumekuwa na changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. It was meant to be like that. There is every reason. Are you okay? Leonard, uko sawa? Kula nyuma. Tuinue mikono yetu juu, tufunge macho yetu. Mungu akiniacha. Yes. Nataka kumshukuru Mungu usiku wa leo kwa sababu ameifanya kwa sisi kuwa mahali hapa. Ilikuwa ni ndoto ambayo imekuja kuwa kweli. Huu ndio mwanzo, na wakati tuko kwenye mwanzo kuna mambo mengi yanafanyika kati yetu. Hatukuja hapa kwa sababu ya crusade. Tumekuja kwa sababu ya hii karavani ya amani. Na kwa huu msafara wa amani kuna mambo matatu ambayo yatafanyika. Na haya mambo matatu ni mambo ya ajabu sana. Na wewe kwa muonekano wako unaweza ukaona kile ambacho kinafanyika. Na haya mambo matatu yanavunja madhabahu. Moja inavunja madhabahu na kuyaharibu kila misingi ambayo imekuwa ni kizingiti katika mafanikio ya watu wa Mwiki. Mwiki ni mahali ambapo ni pa maana sana. Unaweza ukashangaa kwa nini tuko Mwiki? Kwa nini hatukwenda mahali pengine popote? Kwa nini hatukwenda Runda? Kwa nini hatukwenda Kayole? Kwa nini hatukwenda Dandora? Wakati huko kwenye mission na Mungu amekutuma kwenye kutekeleza jambo hilo fulani, lazima
I came, wakati nilifika they hosted me. nikawa mgeni wake. And I stayed there for a few days. Na nikakaa hapo kwa siku kadhaa. Unfortunately, the cousin I was living with was arrested because of some criminal activities involving petroleum. And when they were arrested, the landlord chased me away from the house because the person who was supposed to host me has been arrested. So the landlord told me that criminals cannot live in his house. So I was removed from the house. Then there were so many young chokoras around here. I followed them and we started collecting mabatis and small metals. Then we will take them near the police post there, where we'll take them, they will be measured. Then we sell them. We get about 20 shillings to 30 shillings. And then we'll have lunch. Because I didn't have a place to sleep, I followed them where they were sleeping. Down there is a kind of a dam. They call it Manguo. That is where we went to sleep. And we constructed a house there using the nylon paper. And I lived there. And from that day, I became a chokora. And from that day, I started sniffing glue. And from that day, I became desolate. For the next 4 years, I was a chokora. And I moved from here to Githurai, going to Njiro. At Njiro, that is why we used to also take bones. From the slaughterhouse we take bones. Bones. Then we'll go and sell them. Then we sell them. And that was my life. And it was so difficult life, but I enjoyed that life. Then later, much later, God removed me from here. I went to Dandora. That is where I began the Dandora dumping site. Dandora dumping site. Where they dumping I began it there. So my life became a life of transformation. But again I moved from one town, from one estate to another estate. I went to Githurai estate. I went to Njiro. I went to Donholm. I went to Dandora. To Kayore, Gware, Kangemi, all these places, I lived there. But where I began the journey of Nairobi, it is the same ground we are standing. This I see it as significance of what God can do in your life. Because when I came from home, I was not coming for whatever I was doing. I came to look for a job. In fact, I admired mostly to be a makanga. Because I loved makangas. But when I came, life changed. And my fate changed. And my life was turned upside down. Whatever that brought me here
didn't materialize. Haikutendeka na haikufanyika. And until then and up to today, na kuanzia kipindi hicho mpaka leo, my life has been a public life. Maisha yangu yamekuwa ni maisha ya uwazi kabisa. Then when I asked God what to do now, wakati nimuuliza Mungu nifanyeje sasa, He told me to launch a peace caravan. Akaniambia nifanye ama nizindue hii safari ya amani. A peace caravan. Hii peace caravan nizindue. He told me there is danger in this country. Kwa sababu aliniambia kuna hatari katika nchi hii. And the things are being done fast and furious. Na mambo yanafanywa vibaya mno. And the leaders are raising altars in this country. Na viongozi wanainua madhabahu katika nchi hii. Church leaders are raising altars. Viongozi wa makanisa wanainua madhabahu. Business people are raising altars. Wafanya biashara wanainua madhabahu. It is upside down. Imegeuzwa kuangalia chini. And you can see even the president. Na unaweza ukaona hata rais wetu. He's moving around the country. Anatembea sasa hivi more especially Nairobi. Sasa hivi yuko kwenye ziara Nairobi sana sana. And he began his journey in this constituency. Na alianza safari yake katika when he went to Jesus Winner Church. Wakati alienda katika kanisa la Yesu ni Mshindi. And he gave a sacrifice of 20 million shillings. Na akatoa sadaka ya shilingi milioni 20. And from then, na kuanzia hapo, you see goons and many people following him. Unaona majambazi na watu wengi wanamfuata. And the people are being tortured. Na watu wanaumizwa. Things are being stolen. Vitu vinaibiwa. And all over like yesterday here it was bad news. Na kama jana mlivyosikia kulikuwa ni habari mbaya. And towards Adam Arcade bad news. Kulikuwa pale Adam Arcade. And people are dying. Habari mbaya na watu wanakufa. All these. Mambo haya yote. It is what is being prepared to happen. Ni mambo ambayo yanatayarishwa kufanyika. This is what is being prepared to happen in this nation. Haya mambo yanatayarishwa kufanyika katika nchi hii. Because an altar of bloodshed has been raised. Kwa sababu madhabahu ya mwagaji wa damu yameinuliwa. And this is why also God. Na ndio maana Mungu pia. Remember we have postponed 2 times. Kumbuka tumeirisha mara 2 to come here. Kuja mahali hapa. Until God's timing. Mpaka wakati wa Mungu. With what happened in Jesus Winner. Kile ambacho kilifanyika katika kanisa la Jesus Winner. They began and also we began. Wakati walianza na sisi tukaanza. So whatever that they are doing, kile ambacho wanakifanya, we shall go behind them and doing. Tutaenda tukifuata nyayo zao tukifanya. And that is the mandate that God has given us. Na hicho ndicho kitu ambacho Mungu ametupatia. To undo. Tunaenda kugeuza the altars, madhabahu, the demonic altars, madhabahu ya kishetani that they have raised, ambao wameinua, because they want to see bloodshed, kwa sababu wanataka kuona umwagikaji wa damu our country, katika nchi yetu. They want to see your young people killed. Wanataka kuona hawa vijana they want to see your old people dying. Wanataka kuona watu wazee wakifa. They want to see you die. Wanataka kuona wewe ukifa. Because they are on a mission. Kwa sababu wako kwenye mission. The mission, na mission hiyo, is to raise a demonic altar madhabahu ya kishetani around Nairobi, hapa Nairobi, and around the country Kenya, na hapa nchini Kenya. But God has given us, lakini Mungu ametupatia sisi mandate, huyu mwito, to come and destroy, kuja kuharibu whatever that they have lifted up, kile ambacho wameinua, and they raise that which is of God, na kupanda kile ambacho ni cha Mungu. That is the main reason we are here. Hicho ndio sababu ambayo tuko mahali hapa. Mission, na mission hii is not meant for the weak. Hii mission si watu ambao ni wanyonge. Is not meant for haters. Hii mission si watu ambao wanawachukia wengine. It's not meant for backbiters. Si watu wale ambao wanaona wengine kwa nyuma. All backstabbers. Wale ambao ni wasengenyaji na waomaji wa nyuma. It's meant for the strong. Imetengenezwa kwa sababu ya watu ambao. And I want to read a verse here. Nataka kukusomea mstari hapa. In the book of Jeremiah. Katika kitabu cha Yeremia. Chapter number 1. Yeremia 1. From verse number 10. Yeremia 1. Kuanzia 1 mpaka 10. The verse you know it. Unaijua. And you know it well. Na unaijua vizuri. And says. Na inasema. See today. Angalia leo. I have this day set thee over the nations. Kuanzia 1. Yeah, 10. Kuanzia 10. Yes. Inasema hivi, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. I have this day set thee over the nations and over the kingdoms. Angalia leo nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme. To root out. Ili kung'oa. To pull
down, na kubomoa, to destroy, na kuharibu, to throw down, na kuangamiza, and then to build, ili kujenga and to plant. na kupanda. That is the mission. Hiyo ndio mission. To come and pull down, Kuja na and to kubomoa, overthrow that they have risen. na kutupa kile ambacho wameinua. Whatever they have constructed, Kile ambacho wamekijenga it has to come down tonight. lazima tukibomoe leo. It has to come down as we begin this journey. Lazima tukibomoe wakati tunaanza safari. Every young man Kila mtu ambaye ni kijana will be set free. atawekwa huru. Every old man Kila mtu ambaye ni mzee will be set free. atawekwa huru. Every young woman Kila mwanamke ambaye ni will be mchanga set free. atawekwa huru. And every old woman Na kila mwanamke ambaye ni will be mzee set free. atawekwa huru. All churches Makanisa will yote be set free. yatawekwa huru. Every businesses Kila biashara will be set free. zitawekwa huru. Powers of witchcraft, Kila nguvu za the uchawi process of witches, na kila nguvu za wachawi, demonic powers, kila nguvu za the kishetani, forces of Freemason, kila nguvu za Freemason and all manner of things that they are doing. na kila kitu ambacho wanakifanya It is coming down tonight. inakuja chini leo, It is coming down tonight. kinabomolewa And leo, we are raising na tunainua and planting na kupanda a new kingdom. ufalme A mpya, kingdom unto the kingdom of God. ufalme ambao ni wa And kimungu, we are raising na tunainua a youth vijana that knows God. ambao wanamjua And Mungu, we are raising na tunainua an old man mzee ambaye ni that mzee knows God. ambaye anamjua And Mungu, we are raising na an tunainua old woman mama that mzee knows God. ambaye anamjua And we are Mungu, raising na tunainua business that biashara knows God. ambazo zinamjua And we Mungu, are raising na tunainua a leadership uongozi that knows God. ambao unamjua Mungu. That is the main idea. Hiyo ndio agenda yetu. The sole reason we are here. So we are not here, it's not a crusade. Hatuko hapa kwa sababu ya crusade. The crusade will come later. Crusade tunaileta baadaye, When we plan coming for the crusade. wakati tunapanga kuja kwa crusade. Because the crusade is about preaching. Crusade ni kuhusu kuhubiri. We never came here for preaching. Hatuja kuja hapa kuhubiri. We came here to declare. Tumekuja hapa kudeclare. We came here to pull down. We came here to overthrow. We came here to scatter. And you can see they had planned also to scatter us. They had every good plan. Because they realized amongst you, you are not together. You are fighting one another. And the enemy had come earlier and they monitored you. And they discovered you have a lot of ego. You have a lot of ego. Uko na You have a lot of ego. uko na kiburi, And the ego you have na kiburi ambacho unacho cannot make you succeed. haiwezi kufanya ukafanikiwa. This is a battle that has to be done by a united team. Hii ni vita ambayo inafanywa na watu ambao It wameungana. can never be done by just any other person. Haiwezi kufanywa tu na mtu mmoja. You cannot hate your brother and imagine a whale here. Huwezi kuchukia ndugu yako, hauwezi ukamchukia ndugu yako. You cannot plan to bring down your brother and expect something good. Hauwezi ukapanga kumleta ndugu yako chini na utarajia kitu You kizuri. must be united. Lazima muungane, You must be one. lazima muwe kitu kimoja, You must be brothers and sisters. lazima tuwe ndugu na dada, And knowing we have a common enemy. na tujue kwamba tuna adui And the mmoja, enemy is the altars of this place. na adui huyo ni madhabahu ya. And remember, whoever that is guarding the altar Nakumbuka yule ambaye anachunga madhabahu is the senior most person in the country. ni mtu yule ambaye yuko katika So uongozi wa juu sana katika whatever nchi. you are fighting, Kila kitu ambacho unapigana nacho it is not just simple. sio kitu rahisi, It is something can kill you. ni kitu ambacho kinaweza So you kikakuangamiza. must be clean Lazima uwe msafi, from your heart, roho yako from your spirit, na katika and your, nafsi yako and your body. na mwili wako. That is what will make you be successful. Hicho ndicho kitafanya ufanikiwe. And from now,
Na kuanzia sasa. Because you are going to repent on this ground. Kwa sababu tunaenda kutubu katika viwanja hivi. And repent on behalf of this ground. Na tunaenda kutubu kwa niaba ya kiwanja hiki. And repent on behalf of the people here. Na kwenda kutubu kwa niaba ya watu wa hapa. And repent on behalf of the President of the Republic of Kenya. Na tunaenda kutubu kwa niaba ya rais na nchi ya Kenya. And the leadership. Na uongozi wa Kenya. And the church leadership. Na uongozi wa kanisa. And repent on behalf of all Christians. Na tunatubu kwa niaba ya Kristo. And repent on behalf of all Muslims. Na tutubu kwa niaba ya Waislamu. And repent on behalf of all people that don't go to church. Na tunatubu kwa niaba ya watu wote ambao those who believe that the God does not exist. Wale ambao wanaamini kwamba Mungu we are repenting. Tunatubu. And repent on behalf of the church. Na tunaenda kutubu kwa niaba ya kanisa. And repent on behalf of the crew here. Na tunaenda kutubu kwa niaba ya timu. And repent of those people that were organizing this thing. Na tunaenda kutubu kwa niaba ya wale ambao walikuwa wanapanga mkutano huu. We can seek ili kwamba tutafute the presence of God. Tutafute uwepo wa Mungu. As we walk through. Wakati tunaelekea na kuenenda pamoja. As we become the Nehemiah. Wakati tunakuja kuwa Nehemia. To build the walls. Kujenga ukuta. We shall win this battle. Lazima tushinde vita hivi. We shall conquer them. Lazima tuwashinde. We shall destroy them. Lazima tuwaangamize. We are not wrestling against blood and the flesh. Hatupigani kwa damu na nyama. But against principalities. Lakini pia kufaulu. But against principalities. Lakini tunapigana kinyume na ngome. Na ngome. And against powers. Kinyume na nguvu. And against spirits. Na kinyume na maroho. That rule against humankind. Ambayo yanatawala kinyume na mwanadamu. So we are not here. Kwa hiyo hatuko hapa to stab your brother. Tuko hapa kupiga ndugu yako. We are not here to stab your brother. Hatuko hapa kuua ndugu yako. Because we have a common enemy. Kwa sababu tuna adui mmoja. Who is much stronger than us. Ambaye ana nguvu kutuzidi. And that's why we need much unity. Na ndipo tunahitaji umoja zaidi. And much love. Na upendo zaidi. So that we can win this battle. Kwamba tushinde vita hivi. So I want to call you. Kwa hiyo nataka niwaite. You come here closer kabisa. Mje hapa karibu kabisa. And then we are going to hold our hands together. Na tunaenda kushikana mikono yetu. Come closer here. Naomba msongee hapa karibu. At the pulpit. Hapa kwenye madhabahu. Because I want us to speak in one language. Kwa sababu nataka tuongee lugha moja. I want us to speak in one language. Nataka tuongee lugha moja. Yes, you can stand up now. Naweza ukasimama sasa. You are a good people. Nyinyi ni watu wazuri. And I'm going to pray for you. Na ninaenda kuwaombea. And whatever that has bound you. Na kile ambacho kimewafunga is going to set you free. Naenda kuwaachia. My brothers who are there. Wale ndugu zangu mko kule. Just join us because you have to hold the hand of your neighbor. Tafadhali naomba msogee kwa sababu tushikane mikono. We have to hold the hands of your neighbors. Lazima tushikane mikono na jirani zetu. Just make sure you hold the hand of your neighbor. Hakikisha unashika mkono wa jirani yako. Make sure you gentlemen, if you're not with us, you can walk out of the stadium. Wewe ambaye unaona hauko pamoja na sisi unaweza ukaondoka sasa hivi. We did not come here to beg. Hatukuja hapa kuomba. Because we know what you're doing. Kwa sababu tunajua kile ambacho tumekuja kufanya. We cannot be here and the enemies are here. Hatuwezi kuwa hapa na adui pamoja. And then we entertain them. Na kisha tuwabembeleze. We are here to speak the word of God. Tuko hapa kuongea neno la Mungu. And win this battle. Na kushinda vita hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Now I want us to lift up your hands the way your heart. Not much. Musinue sana. Weke mikono yako juu. Just how you can be able to sustain yourself. Inua mikono yako juu. And I want you to repeat these words. Nataka urudie haya maneno. Say, Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. The Son of God. Mwana wa Mungu. You were crucified. Ulisulubishwa. So that principalities can go down. Ili kwamba ngome ziende chini. So that the powers of darkness can go down. Ili nguvu za giza ziende chini. So the forces, the demonic forces can go down. Ili nguvu za mashetani ziende chini. We came here. Tulikuja hapa. To speak the blood of Jesus. Kuongea damu ya Yesu. So that we can set Mweki free. Ili tuweke Mweki huru. We are now united. Sasa tumeungana. As a team. Kama timu. I repent. Ninatubu. Every sin. Kila dhambi. Committed. Iliyofanywa. By the founders of Mweki.
na watu watangulizi wa Mungu. I repent Ninatubu every sin kila dhambi committed by the leadership of Mweki. ambayo ilifanywa na uongozi. I repent Ninatubu every sin kila dhambi committed by our seniors. ambayo ilifanywa na viongozi. I repent Ninatubu every sin kila dhambi committed by church leaders. ilifanywa na viongozi. I repent Ninatubu every sin kila dhambi committed by the youth. ambayo ilifanywa na vijana. In this ground Mweki, Katika uwanja huu wa Mweki, so many people watu wengi mno have been killed wameuawa and their blood na damu yao is crying inalia from the ground. kutoka hapa. Father, I seek Baba Mungu, to be exonerated, to be forgiven kusamehewa because of the cry of the blood. kwa sababu ya damu ambayo To inalia. cry because of the cry of the blood Sababu ya damu ambayo inalia. that is on this ground. This ground has taken too much blood. Mweki has taken too much blood, and the people are suffering because of iniquities that were committed by our fathers, by our parents, and now they no longer exist. Now we are suffering what they did when we were not here. Oh Father, I want you to forgive me because of this sin, because of this iniquity, because of these altars that were raised before the independence of this nation. The white man who was ruling Nairobi, he used to live in Mweki. He had an underground tunnel near the Kenyatta family land, which they inherited, and that is where Mau Mau people were slaughtered, were buried, and their cry is still crying. Father, may you hear my supplication, may you hear my cries, that you cleanse this land out of the sins and the iniquities that were committed by the colonial government, by the Kenyatta government, by the Moi government, by the Kibaki government, by Uhuru government, and which is being done by the Ruto government. Sin has been committed by church leaders and church goers. Sin was committed by members of the Mungiki group and the Gaza. Blood has been shed. All were taken and people were killed. There are people buried in this area. There are people never know. There are people didn't know where they were buried, but they are lying in this ground. Oh Father, King of Kings, King of Glory, I want to worship you, that you may cleanse this ground and make it holy again. Make Mweki holy again. It is crying. Mweki is crying. Businesses are not flourishing. People are not succeeding. People are not winning battles. People are suffering. Not because they deserve to suffer. They are suffering because of the iniquities that were committed before we came to this land. Father, hear us. Listen to me. Give me an ear. Father, I need your ear. I need your hand. Touch every soul. Touch every soul. Touch every humanity. Touch every business. Touch every church. Touch every mosque. Touch every business. Touch every young person and every old person. Touch them now. Change their life now. Change their life now. In Jesus Christ we pray. Somebody say amen. Now you can lose separate and now pick the soil. Pick the soil. Pick the soil. Now that we have spoken the word, somebody to turn this speaker. It is turn this way. Iangalie kwingine. Now shika mchanga wako.
shika mchanga wako. I want to bless the soil of Mwiki, Nataka kubariki mchanga wa Mwiki. so that this soil has been complaining to God, Kwa sababu mchanga huu umekuwa ukimlalamikia Mungu. and that is where there is no business, Na ndio maana hakuna biashara. and that's no, you can see the churches in Mwiki are very poor. Na ndio naona makanisa ya Mwiki ni maskini. You see what was happening here. Ukiona mbala amefanyika. You see what was happening here. Umeona ambaye amefanyika hapa. As I came, Wakati nilikuwa nakuja, I found the speakers were smoking up, nilipata speakers zinatoa moshi and nothing was working. na hakuna kitu kilikuwa But kinafanyika. if you listen now, the sound has come back. Lakini sasa hivi ukisikiza I was with this gentleman, nilikuwa na huyu and I told him, as you're going to finish, na nikamwambia kama tunaenda kumaliza everything will be right. kila kitu kitakuwa sawa, Because the devil was trying to block us, kwa sababu shetani alikuwa anatuzuia that we may not have this will happen. ili kwamba tusifanye kile ambacho This is the most important thing that you have ever done in your life. hiki ndio tunafanya cha maana sana maishani. This is the best thing that has ever happened to you. Hii ndio haijawahi kufanyika maishani mwako ambayo In the tunafanya leo. in the book of Jeremiah, Katika kitabu cha Yeremia chapter number 22, ule mlango wa 22 the Bible says, the verse number 29, mstari wa 29 it says maandiko yanasema that, kwamba O land, wewe ardhi, O land, ewe ardhi, O land, ewe ardhi, hear the word of the Lord. isikie neno la Mungu, Hear the word of the Lord. isikie neno la Mungu. Right now, Sasa hivi, write this man down, sasa hivi that a man that will never succeed, ambaye hatawahi kufaulu, a man that will never give birth, ambaye hatawahi kuzaa, a man that will never become anything. mtu yule ambaye hatakuwa kitu chochote. This was said by Jeremiah Haya maneno yalisemwa na Yeremia to a person called Coniah, kwa mtu ambaye alikuwa anaitwa Konaya, but he never addressed Coniah. lakini hakumwambia Konaya. It is Coniah who was being cursed, Ni Konaya ambaye alikuwa analaaniwa, but he never addressed Coniah. lakini hakumwambia Konaya. He addressed the soil Aliambia ardhi ama mchanga, and told the soil na akaiambia ardhi, that write this man down, andika huyu mtu chini, that he will never succeed in his life. kwamba hatawahi kufanikiwa maishani, He will never become anything in his life. hatawahi kuwa chochote So maishani. those people that bewitched you, Wale ambao walikuroga, the people that are working against you, wale ambao wanakumaliza they wewe, don't attack you. hawakuji They attack that which carries your blessings. wanakujia kile ambacho kimebeba baraka zako. Let me tell you one thing. Wacha nikwambie kitu, It is the soil ni mchanga that is carrying your ambao blessings. umebeba baraka zako. The cloth you are wearing, Mavazi unayovaa it is soil. ni mchanga, The car you are driving, gari unaloendesha it is soil. ni mchanga, The house you are living, nyumba unayoishi it is soil. ni mchanga, The work you are looking for, kazi unayoitafuta it is soil. ni mchanga, Your wife, mke wako it is soil. ni mchanga, Your husband mume wako is soil. ni mchanga, Your children watoto wako is soil. ni wachanga. So if you want to win any battle, Kwa hiyo kama unataka you kushinda vita vyovyote, you don't address the problem. hauendei shida hiyo, You address the soil, unanenea because mchanga, the witches came here kwa sababu wachawi walikuja hapa and they carried the soil na wakaubeba mchanga and they spoke to the soil na wakaongelesha and they mchanga told the soil. na wakawambia mchanga, They mentioned your name wakataja jina lako and told the na soil, wakawambia mchanga, never give this man food, usiwampatia huyu mtu chakula, never give this man business, usiwampatia huyu mtu biashara, never give this man something to do, usiwampatia huyu mtu kitu cha never give this man anywhere to go. usiwampatia huyu mtu mahali pa kwenda. And that is why Na hiyo ndio sababu Joshua, when he was given the mantle to take over Moses, Yoshua wakati alipewa kile kibarua cha kuchukua kutoka God kwa spoke Musa, to Joshua Mungu alimwongelesha and he Yoshua, told na Joshua, akamwambia Yoshua, wherever your foot mahali popote mguu wako you will step, utakanyaga you shall possess. utapachukua. Now today, Na leo I want us to speak to the soil, nataka tuongeleshe mchanga, that whatever the soil is holding, kile chochote ambacho mchanga umeshikilia that belongs to you, ambacho ni cha kwako, to release it immediately. kiachilie sasa. That whatever that the soil is holding, Chochote ambacho may mchanga it be unashikilia, business, iwe ni biashara yako, may it be marriage, iwe ni ndoa yako, may it be job, iwe ni kazi yako, may it be
be success of life mafanikio yako maisha. right now. Sasa hivi. Right now. Sasa hivi. I command the soil. Naamuru mchanga huu. I command the soil. Naamuru mchanga huu. Talk to it now. Say soil, soil, soil. Mwambie mchanga, mchanga, mchanga. You soil. Wewe mchanga. You soil. Wewe mchanga. You soil. Wewe mchanga. Hear the word of the Lord. Sikiza neno la Mungu. That from today Kuanzia leo. I am not cursed. Mimi sijalaaniwa. I am a blessed man. From today Kuanzia leo. I deserve the fruits matunda of the earth. ya mchanga. From today Kuanzia leo. I deserve Ninahitaji heavenly success. mafanikio. From today Kuanzia leo. I deserve the best of my life. Kizuri kwa From mchanga. today Kuanzia leo. I deserve Ninahitaji the health of my body. afya From mchanga. today Kuanzia leo. I deserve Ninahitaji every money, pesa, every business, biashara, every family, familia, every marriage ndoa of my life. na maisha yako. You soil, Wewe mchanga. you soil, Wewe mchanga. you soil. Wewe mchanga. You are spoken to, Uliongeleshwa. you are spoken to Uliongeleshwa by the witches, na wachawi by the haters, na watu ambao by the people who hated me, ambao walinichukia by the demonic kingdom, na ufalme that wa giza. I live poor, Lakini kwamba nitaishi that maskini, I will never get married, kwamba sitaolewa, that I will never get a job, kwamba sitapata that kazi, I will never succeed. kwamba sitafaulu. But today, Ni leo, leo, look at the soil now, look at it. Today, sasa leo I speak to you. ninakuongelesha. You are not carrying my curse. Haupepi You are carrying my blessings. beba baraka zangu. You are carrying my marriage. Beba ndoa yangu. You are carrying my job. Beba kazi You are yangu. carrying my business. Beba biashara yangu. I'm today, Na leo, from today, kuanzia leo I will be successful. nitafanikiwa. I will win Nitashinda every battle kila vita. against my life, Kinyume na maisha yangu. every prosperity against my life, every power against my life, against every spirit that is against my life, that is demonic, it is defeated. You soil, you've heard the word of God. Neno la Mungu. The word of God, Neno la Mungu. it is commanding you Ninakuamuru to lose, kuachia, to lose, kuachia, to lose kuachia whatever that is mine. ambacho ni cha kwangu. And from today, Na kuanzia leo I'm successful. nimefanikiwa. Now, Sasa just hold it again. Just hold. Look at it now. Address it. Look at that soil. uongeleshe, Just address it. uongeleshe. Soil. Mchanga, Soil. mchanga, Soil. mchanga. You are from Mwiki. Wewe ni wa Mwiki. You are from Mwiki. Wewe ni wa Mwiki. I don't know what you are carrying. Sijui umebeba nini. You might be carrying the blood of human people. Unaweza kuwa umebeba damu ya watu. You may be carrying the blood of a sacrifice of an animal. Unaweza kuwa umebeba damu ya You may be carrying any manner of witchcraft. unaweza kuwa umebeba kila aina ya uchawi. I cleanse you today. Nakutakasa leo. I cleanse you today. Nakutakasa leo. I know there is blood Ninajua kuna damu crying from you inalia kutoka kwako. of innocent people that have died. Watu ambao wamekufa hawana makosa. Innocent people that have been crying Watu ambao hawana makosa in the Republic of Kenya. katika nchi ya Kenya. In the Republic of Kenya Katika nchi ya Kenya and in Nairobi. na hapa Nairobi. So many people Watu wengi mno were buried inside you wamezikwa ndani yako. and you are holding their Na souls umewashika roho. and you are holding their Na bodies. umeshika miili yao. I declare, Ninatangaza. I decree Ninatangaza. from today Kuanzia leo. you lose, Achia. you lose Achia. every soul, Kila every roho. spirit, Kila roho. every body Kila mwili that you are holding ambao umeshikilia. in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Soil, Mchanga. you Mwiki soil, Wewe mchanga wa Mwiki. you Mwiki soil, Wewe mchanga wa Mwiki. you are where Unajua the first president of the Republic of Kenya rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya had an underground house alikuwa na nyumba chini ya ardhi which was being occupied ambayo ilikuwa imeishi by the first governor of this country, na gavana wa kwanza wa nchi, Sir Evelyn Berlin, Sir Evelyn Berlin, where they slaughtered people kule ambako walichinja who were against their leadership, ambao walikuwa kinyume na uongozi and wao, they made covenants na wakafanya maagano and they made altars na wakafanya using the blood of human being, madhabahu and they used soil. na wakatumia It is you ni wewe they used walitumia to swallow their blood, kumeza the damu, blood of the innocent people. damu ya watu wasio na hatia. From today, Kuanzia leo I declare
decree ninatangaza and I declare to you na ninatangaza tena that the blood you are carrying kwamba damu ambayo umebeba is null and void, imefutwa, will never be used, haitatumika will tena, never be used haitatumika to tena kill businesses, kuua to biashara, kill young people, kuua watu to wachanga, kill churches, kuua to makanisa, destroy families, kuangamiza to familia, destroy whatever that you are sent to come and destroy. haribu kile ambacho kilikuwa That chako. from today Mwiki Kuanzia leo Mwiki is a free estate. ni shamba hili. Somebody say amen. Sema amina. Hallelujah. You can throw it. Unaweza ukautupa The sasa. soil is free now. Mchanga umekuwa huru sasa. The soil of Mwiki is free. Mchanga umewekwa huru sasa. And if you came here and you had pain, you were sick. Na kama ulikuja hapa unasikia maumivu, wewe ni mgonjwa. You had pain Ulikuwa na maumivu and you were sick. na ulikuwa mgonjwa. Can you check where you were sick? Hebu angalia mahali ambapo ulikuwa unasikia ukiwa mgonjwa. If you had some pain, just check it. Kama ulikuwa na maumivu mahali, hebu angalia usikie kama Just bado kuna check maumivu. yourself. Jiangalie. Feel yourself. Jiangalie tu. This man was drunk when he was here. Huyu kijana amekuja akiwa mlevi. Look at his face now. Hebu muangalie sasa. Look at him. Angalia uso wake sasa. The pombe has gone. Pombe imeshaondoka kabisa. Mommy, what's the problem with you? Mama, shida yako gani? Paralysis? Stroke? Can you stand up? Naweza ukasimama. Stand up. Come. Simama. Njoo. Move around there. Tembea kidogo. Move around there, then come up here. Don't lean on anything. Tembea tu pole pole uje upande hapa. Tembea. That is the power of the soil. Amen. Hiyo ndio nguvu ya Mungu. That's the power of the soil. Hiyo ndio nguvu ya When Mungu. you speak to it, Wakati unaongelesha mchanga, people become healed watu wanapona automatically. bila Whatever you've been looking for, kile ambacho umekuwa it has been restored. kimerudishwa. Let her come. Don't assist her. Usimsaidie, wacha tu aje. Just come here, mommy. Njoo hapa mama. Hallelujah. Hallelujah. Can you be able to do what you are not able to do? Unaweza ukafanya kile ambacho haukuwa unafanya? Just do something that you are not able to Hebu do. fanya kile kitu ambacho haukuwa unafanya. Can you dance? Unaweza ukamchezea. Can you dance? Unaweza ukacheza kidogo. Can you dance? Unaweza ukacheza kidogo. Look this. Angalia. Fanya hivi. Fanya anapokuambia. Yeah, hivyo. Yes. Yeah. Hey. Do it harder. Haraka. Haya. Which? Match. Can you put your hands together for Jesus Hebu unaweza Christ? ukampigia Bwana Yesu makofi mazuri. That is how you've gotten your freedom. Hapo ndivyo umefunguliwa. And you are free. You are healed in the name of Jesus. Mama, umepona katika You jina la are Yesu. healed. Umepona. You are free. Uko huru sasa. Yule Yeah. fundi mitambo wetu. Umepona mami. Umepona. Umepona. Fanya hivi. Ni gani? Nipige gumi, nipige kofi. Nipige na nguvu tena. Nipige tena. Piga tu. Fanya venye ungefanya. Kwanza na hinya piu. Piu kabisa. Yes. She was niko hata weko huko. Ulikuwa naweza kufanya hivyo? Ilikuwa imekata kabisa. Na mguu gani? Hii mguu. In Jesus name. Somebody here, I. Yes, sir. What's the problem? Shida yako gani baba? If you are here, you want to get saved, come here. Kama uko hapa unataka kumpokea Yesu, njoo. Just come here. Njoo tu hapa. Just come here closer. Njoo hapa karibu. You have a question? Inakuduka wapi? Kama sendani. Imetoka. Hebu guza uniambie kama iko. Imeenda? Hakuna sahi. Wacha tena niiguze. Nikanyage kabisa. Ndio hiyo imetoka. In Jesus name. Ushapona. Ni mapepo. Imeondoka. Imeondoka. Ilikuwa kwa roho. Sasa Yesu anasema uokoke. Sijakanyaga vizuri? Ndio. Uko mahali hapa. You are here. And you want to get saved. Unataka kuokoka. Or you have a special prayer.
Tuko na ombi maalum. You need a special prayer. Unataka ombi maalum. Just move closer here. Njoo tu hapa karibu. I want to pray with you. Nataka Yes. kuomba pamoja na wewe. Iyo. Hapo. Ndio. Hapo tu. Sawa. Sasa ile mara ngapi? Titi mara ngapi? Bwana karibu 1 2 3. Umepona. Amen. Ungetaka kuja hapa tu karibu. I want to pray with you. Nataka kuomba pamoja na wewe. Unasikia feel you need Jesus. Unasikia Or you need to be prayed for. Just come closer here. Where is mom? How are you? Waigwatari. Umepona. Good. Sogea hapa mbele kidogo. Sogeni. We want to finish. Time is not on our side. Please come closer. Just come closer. Come closer. Ama zungukeni pale mpande hapa juu. Nendeni mpande hapa juu. Mami, zunguka tu pale. Zunguka tu, kwendeni pale tuombe. Kujeni haraka. God will have to do something. Mungu lazima afanye kitu. This must happen. Hii lazima ifanyike. It must happen. Lazima ifanyike. Your life must change. Maisha yako lazima yabadilike. Your life must completely change. Maisha yako lazima yabadilike kabisa. And that's the reason God brought me here. Ndio maana Mungu amenileta mahali hapa. Because your life must change. Maisha yako lazima yabadilike. Gentleman, this man. Huyu mungwana hapa. This gentleman. Huyu hapa. I'm speaking to you. Unaongeleshwa hapa. I'm speaking to you. Unaongeleshwa. Just come forward. I need to pray with you. And you. Njoo unaweza ukapanda. Sweetheart, come. You're such a beautiful soul. Wako vizuri. Yeah. Amen. Wewe wacha kurudi nyuma. It's very unfortunate for you kurudi nyuma wakati Yesu amefika kwa kiwanja. Sio vizuri wewe kurudi nyuma wakati Yesu amefika kwa kiwanja. Kuja tu. Njoo. You're such a beautiful. Wacha kumsukuma. Wacha wewe muondoke. Nishike mkono tu. Kuja tu. Wewe ni mtoto mzuri. You're such a beautiful soul. Just zunguka tu kuja pale. And you unaachwa kwa nini? Yaani unakubali kuachwa na Mungu amefika. Baba, unaachwa kwa nini? We wakakobia watigwo niki ndoigire mugithi uyu ni wewe kuja ni wewe kuja. Yes, wonderful. Oh my God, unapendeza. Kumbe tulikuwa wengi. Yes, wonderful. Yeah. Good. That is how God is powerful. Hivyo ndivyo Mungu alivyo na nguvu. God is going to restore you. Mungu anaenda kukurejeshea. There is a time kuna kipindi you used to believe in God. Ulikuwa unamwamini Mungu strongly. Kabisa. You are planning or you are preaching the word of God. Ulikuwa unalihubiri neno la Mungu. At some time you got so much disappointed. Kuna kipindi ulikuwa ukashushwa moyo sana. People who you depended upon. Watu ambao ulitegemea. The people you saw that these are men and women of God. Watu ambao uliona Mungu amekutumia wewe. The people you thought they were men and women of God. Watu ambao ulidhani kwamba ni watumishi wa Mungu. But you got disappointed. Lakini wakakushusha moyo. They disappointed you. Walikushusha. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukweli kabisa. Na si mara moja nilikuwa kanisani kule Kangemi pale karibu Kishaki Hospital pale. Tulikuwa na kanisa na bishop mwingine, lakini kuna mahali nilifunjwa moyo nikakuja hapa Kasarani mwingi. Saa hii ni mwaka mmoja na nusu. Haijafika na nusu, mwaka mmoja na hii mwaka tuko ya pili. Sasa nilipoingia tukafungua kanisa hapa nyuma tu ya hii nyumba yenye ulisema hapo mbele. Lakini nyumba kanisa yenyewe chusi imepomolewa. Sasa ikawa hakuna tena. Sasa ni kama hope yako yote imeisha. Kawa imeisha kabisa. Hata saa hii niko hivyo tu. Sasa hata chusi nimeenda hapa kwa kona. Kifika hapa ukiteremka mahali lami imeishia pale. Kuna kanisa ambaye nimeona pale, lakini ikawa pesa ya kuanzisha tena hakuna. Kurendisha pale sasa hakuna. Imekuwa hakuna kabisa. Hata leo nimetoka kasi nikaingia pale ndani na nikasema Mungu ulio juu mbinguni, ungekuwa tu vyema nipate pesa ya kulipa hii kanisa na tuendelee. Washiriki wako hata mmoja wao, kuna mama anachoma mahindi hapo, ako na ushuhuda, mama kanisa wangu, na wengine kuja na wao kesho tuone venye tutakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtarudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu uliye hai,
nimegundua mimi ni mtendaji wa dhambi. Ninakuomba unisamehe, unisaidie niweze kujijua na niweze kurudi kwenye mamlaka ya Mungu. Wewe shetani hauna na mamlaka juu yangu tena. Mimi ni mtoto wa Yesu. Mimi ni mtoto wa Yesu na nitamtumikia Yesu. Sema amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakuabudu na ninakushukuru kwa sababu ya hawa watoto. I praise you, Father, and I come against every principality, every authority against them, every network, every foundations that were raised against them. I destroy them. I destroy them in the mighty name of Jesus Christ. I destroy them in the mighty name of Jesus Christ. I destroy them in the mighty name of Jesus Christ. I destroy them. I destroy them. Ninaharibu sasa. We mami, we shuka, teremka huko chini, enda huko chini, teremka tu. Yes, yeah. Kuja baba, kujeni. Kuja mami, kuja. In the mighty name of Jesus Christ. Funguliwe kila kitu kilichokushika mateka, nguvu zote za giza, waliokulaani, waliokufungia huduma yako, na ifungua huduma yako katika jina la Yesu Kristo. Get a new revival, get a new fire in Jesus name. May God bless you. May God bless you. May God bless you in Jesus name. Thank you. Come here. Every demonic plans against your life are broken. Every forces of darkness, the spirit of stagnation and limitations, you are broken. You are powerless. You have no power over this body. Lose the body. Lose the spirit. Lose the body. Lose the spirit. In Jesus' name. Somebody else, you want to come? Somebody else. Gentleman, let this gentleman come here. My friend, my friend, what's your name? Joseph. Joseph nani? Come on. Yeah? Come on. Joseph, come on. Receive a special anointing. Yes, you are drunk, but God will change you. Every pombe inside your body ikayeyuke na ikue maji. In Jesus name. You are free. Mwache tu ende. Yako huru sasa. Thank you very much. Sasa nyinyi ambao mmeokoka, nendeni kwa ile gari ile puje pale, mtakutana na huyu dada, waongoze pale. Yes, come here baba. Come here. Hebu kanyaga mguu yangu, kanyaga tu na kiatu yako. Sema Yesu, niokoe sasa. Nibadilishie maisha yangu. Kuja, nimekuombea. Baba, nimekuombea. Yes, nimekuombea. Teremkeni tu pale chini. Mami, teremka pale chini. Sasa uko sawa. Na utembee uko sawa. Wacha kujishikilia mahali. Tembea uko sawa. Uwezi anguka. You are my fan on YouTube? Thank you, my brother. God bless you. Continue praying for me. Yes. Thank you.
Sasa hawa wengine situombe ndio tuwarilisi muende nyumbani. Yes. Kesho tukuje mapema. Kesho kuna ibada maalum tutafanya hapa. Tomorrow we have a very special ibada. Yes, ya kuvunja madhabahu yote. Kesho tutamwaga mafuta hapa na tutaombea Kenya yetu amani. Amen. Na ile mipango yote shetani amepanga yote tutaipangua katika jina la Yesu Kristo, si ndio? Yes. And Kenya will become new again. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile mikono yako tuombe. Wale watu wa kuabudu sijui kama wameenda wapi. Utaanguka. Simama, tembea vizuri. Tembea kama soja. Tembea ukikibia. Utaanguka, twende. Hautaanguka. Thank you. Mwacha tu. Well. Thank you. Tuinue mikono yetu juu. Father, we thank you. We give you glory. We honor you for this wonderful moment. I want to thank you for the souls that have come to your kingdom. It is in rare occasions. It is rare such souls to come. But because your presence here have spoken deliverance, and these people are going to be delivered, and they're going to be changed. Their lives will never be the same again. I bless them. I bless them in Jesus' name. Somebody say amen. Now let us go home. Then tomorrow exactly 2 p.m. We'll be here. And also the brothers, just come here, Pastor. The brothers that have come back to Jesus Christ, we shall help them so that they can be able to move forward. I have my brother here. Is Pastor Mwangi, the other name? Paul Mwangi. And his church is just nearby here. Can you say hi to them? Asifiwe Yesu. Kwa majina naitwa Pastor Paul Mwangi. Niko located maji mazuri. Kanisa inaitwa The Most High God Ministry. This is my apostle. So wote ameokoka, tutawaguide na tutawaonesha direction. May God bless you. Wako pale. So mwende safari njema nyumbani, mtuombee, kesho tukutane hapa. God bless you.